tusipoelezana ukweli kidogo inaweza kaja ikatupa changamoto pale baadaye. Kwa hiyo watu tunaendelea na utaratibu huo. Lakini ndugu zangu, nimezungumza pia hapa changamoto nyingine inayohusu masuala ya mifugo. Katika eneo letu la msitu kule, lakini pia mifugo katika eneo letu hili la shule, kwa karibu mazingira, karibu miti, na jitihada ambazo tunaendelea kuziweka zinapata changamoto ya kurudi nyuma kwa sababu ya mifugo. Sasa wafugaji wote ambao tunaendelea na mifugo yetu, lazima tufuge na kuchunga mifugo yetu kwenye maeneo ambayo yamebainishwa, lakini pia maeneo ambayo hayaleti changamoto kwenye uharibifu wa mazingira. Jitihada hii kubwa ambayo imefanyika kwa mfano hapa shule, mwalimu pamoja na wanafunzi na jamii imehifadhi miti namna hii. Alafu mtu anakuja kuingiza mifugo katika eneo hili, anakwenda kuharibu kabisa zile jitihada ambazo zimefanyika. Tunaendelea kurudi nyuma. Sasa hili haliwezekani hata kidogo. Kwa lazima tuwe na utaratibu wa kuhifadhi mazingira na kuheshimu jitihada ambazo tunaendelea kuzifanya. Sasa hakuna mwenye idhini wala uhalali wa kulisha mifugo katika maeneo ambayo yametengwa kama hifadhi, lakini pia maeneo ambayo yamebainishwa kama maeneo ambayo mifugo haitakiwi kufika, ikiwa ni pamoja na maeneo haya shule. Sasa mkuu wa shule pamoja na mtendaji wa kijiji, mwenyekiti wa kijiji, chukueni hatua. Kamateni, kama kuna mfugo unapita hapa, kamata, peleka kwa mwenyekiti wa kijiji, watozwe fine, ama tunataifisha kabisa hiyo mifugo. Tunataifisha kabisa hiyo mifugo. Hatuwezi kukubali watu wanakuja kuharibu mazingira, alafu inaonekana ni kawaida tu. Hapana. Na afisa mifugo wa kata hii, hayo ndio mambo ya kushughulika nayo. Mtendaji wa kata, simamia. Kwa mwalimu, ukiona mifugo tu ichukue, toa taarifa kwa mtendaji. Tunataifisha hiyo mifugo. Alafu tuone mtu anazulisha mifugo, tumetaifisha wa kwanza, wa pili, wa tatu. Yote taifisha. Na hapa tunaanza kidato cha 5 na 6. Tutakuwa na mwalo hapa. Nikamata wakati mwingine tunaachia watoto hawa, tunachinja, wanakunywa supu, wanapata kitoweo. Mangoto ilianzishwa mwaka 2005 eneo la kitongoji cha Upuruni, kijiji cha Ngasini A, kata Kaya Magharibi, ikiwa na eneo la takribani ekari 10. Kwa sasa shule ina jumla ya wanafunzi 513. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kupitia taasisi ya TFS tulipata jumla ya miti 830 ambayo ilioteshwa eneo kubwa la shule. Lakini hata hivyo, uwepo wa magari na wingi wa mifugo umechangia miti mingi kufa. Changamoto ya mifugo imekuwa si tu kero kwa mazingira ya nje, lakini mifugo hii imekuwa ikiathiri pia zoezi la ufundishaji na ujifunzaji, hasa mifugo inayovalishwa kengele, kuharibu majengo, mfano rangi, pamoja na kupunguza utulivu shuleni. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kupitia zoezi la upandaji wa miti tunalolifanya leo, tunakuomba kupitia idara ya misitu itusaidie kutatua changamoto ya mifugo hapa shuleni ili miti walao ikapate kustawi. Changamoto zinazotusumbua hapa shuleni, moja ni kuhusu hawa wanyama wanaozurura huku nje kama punda, ng'ombe, mbuzi ambao wamefungwa zile kengele za kusababishia kelele katika madarasa yetu pale ambapo tunasoma. Mnafundishwa baada kwa unakuwa na kwamba unaongea na mwalimu, bali utakuwa unaangalia nje, unaangalia ule mfugo umekuja hapa hivi, nani ataufukuza?